Aliniambia ile kitu unang'ang'ana kutofanya, ile kitu unakataa kufanya, hao wenye unakataa wazafanya. Na unafikiria ni gani? Anataka kukuingia na nyuma. Kwa hivyo anakuambia nini huyo ili ni mwenye unashinda ukisema yeye atafanya ile kitu unafanya. Na provided you love someone, hakuna kitu yenye uwezi fa. Mimi nikamwambia afadhali nikufe. Unaona? Na alafu hata wakati hata uko na periods, he is forcing you. Mimi nikaona this thing is too much. This thing is painful. Sasa nikaona sasa anaanza kutoanisha, anarusha mapanzi na huko ana nini. Mimi nikaona mtu ni mnyama tu. Sijui kwa nini nimejiingiza kwa hii mambo. Okay, mimi naitwa Agnes Njiro. Nimetoka Embu. Lakini naishi huko Nairobi. Kusoma nimesoma college. Nilisomea shule inaitwa St. Mary's Mukango Girls. Nikasoma mpaka form 4, nikamaliza, then nikaenda ina college inaitwa First Link in Githurai College. Nikasomea IT, nikamaliza. Then after that nikaanza kufanya shughuli zangu. From 07 I have been Nairobi for that long. Okay, that time nilikuwa naenda church mahali kunaitwa Njogoo Road. I was under Pastor Njuguna, James Njuguna, my good pastor. Mwenye alinilea sana kiro. Although mimi nilikuwa nimetoka kanisa ya Full Gospel. Na that time wakati nilikuwa naenda kwa Njogoo Road, Solar Vestas, huko ndio nikakuwa mwalimu wa Sunday school. To meet with my first love. From my life yote, sikuwa nimedate. That was my first date. Kwa hivyo, juu unajua sasa kanisa za enda Full Gospel ilikuwa ile hizo za kitambo sasa lazima unge remain holy. Na ilikuwa ile ya ukikuwa unaenda na njia zenye hazifai unasimamishwa kwa kanisa. Ungetangazwa the whole church na ufungwa kanisa, usikunje kwa kanisa because umefanya hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo we used to fear a lot because haungetaka ukuwe wewe ni wa youth, umeishi maisha yako ya ya utakatifu lakini ujipate kwa hivyo tulitaka kukaa holy. Kwa hivyo mimi nilikuwa just a church girl na undumu kwa kanisa. I was very active. By the way, even when I was in youth, nilikuwa bado nasomesha Sunday school. Kwa hivyo hiyo Sunday school wakati nikuja Nairobi nikaendelea tu na Sunday school, kufunza Sunday school. That is where I met with my first love. Nikapatana na yeye alikuwa anacheza keyboard. He was a very strong man. Alikuwa by the way alikuwa saved kabisa. Na tulienda katika njia ya utakatifu mpaka tukafanya harusi. Nilifanya harusi 2010, date 22 mwezi wa 5. Hapo nilifanya harusi yangu takatifu na nikahamia huko Ruiru. Tulikuwa tunatoka Ruiru to Njogoo Road. Na alikuwa nafanya kazi tu huko tu Ruiru ina company fulani iko huko Ruiru. Nikiitanja many they know me in Ruiru, wananijua sana. Na tukaendelea vizuri. Tulikuwa tukakati mwingine tusipoenda Solar Vestas, tulikuwa tunaenda Gospel Outreach hapo Mbando tu Ruiru. Kwa hivyo the pastor alikuwa anatujua sana, tulikuwa active members there. Kwa hivyo tulikuwa na church mbili. Wakati hatutamii kwenda huko, tulikuwa tunaenda huko. Tukaendelea vizuri na tukua kitu 2011 ndio nilibarikiwa na mtoto wangu wa kwanza. Anaitwa Prudence, a girl, mwezi wa 5, date 13. Kati nilibarikiwa na mtoto wangu wa kwanza. Although nilikuwa unaona I was married by someone mwenye si akuwa my tribe. Kwa hivyo hata tukifanya harusi, baba yake hakuwa anataka kabisa. Alingangana kupinga sana. Lakini because my best couple alikuwa so exposed, akaongea na baba yetu sana. Akamwambia sasa hawa siku hizi watu tribe hazina shinda, wanawana na wanakaa. Lakini the father was not that convinced
kijana wake anaweza oa another tribe. Alikuwa anataka aoe tribe ya Waluhya. He came from Mumias. Kwa hivyo tulikaa ndoa yangu ikaanza kuleta shida juu ya wazazi. Baba yake anamuita nyumbani, anamwambia hapana, nilikwambia uwe kabila yetu, na akamtafutia mwanamke. Alikuwa mwalimu huko kwa Ushago. Na this man, he was convinced by the father. Na kaniambia now because the father ataki nikae na kabila unafaa ukubali umbitu. Lakini that time unaona sasa I was married when I was very young, only 23 years. Sasa mimi nikaona hii sasa ndoa ya bibi wawili sitawezana. Mimi nikamwambia mimi siwezi kuwa tukua wawili. Kwa hivyo you either opt kukua na huyo ama na mimi. Na sasa the man was convinced by the father na akaamua kukaa na bibi huyo wa kwao. Na mimi akaniacha nyumba, akaniacha Ruiru na akaimba mtoto wangu na akaenda na yeye. Because in Luhya culture wanaaminigi mtoto ni wa baba. Kwa hivyo mtoto si wa mama. Kwa hivyo nilingangana anirudishie mtoto wangu. She was only 3 years. Nikangangana, alikataa na mtoto. Na akaniambia huyu mtoto nikingangana kumfikia nitamruhusu na yeye amruhusu. Sasa ile tu huruma ya mtoto nikanyamaza tu, nikaachana na hizo story. Lakini nilifika mahali mpaka nikakuwa so depressed. My uncle who is amejenga huko Githurai hapo Riri. Akaniambia tu nisikuwe na stress, acha wakaa na huyu mtoto atakuja nini, juu family lingangana sana kufikia huyu mtoto. Mpaka mama yangu tulikuwa tunaenda naye mpaka Mumias tukitaka tupewe mtoto na walikataa na yeye. Kwa hivyo mimi nikarimini tu Nairobi. Nikiwa tu mimi nafanya shughuli zangu, nikapata kazi Wilson Airport. Nikaendelea kufanya shughuli zangu, nikafanya shughuli zangu. Then after kufanya shughuli zangu mimi unaona sasa nikamit with this baby daddy mwenye mtoto mwenye niko na yeye sasa, because nilisikia sasa hata kama sitaki kuolewa, juu nilikuwa nimeamua sitawaiolewa, let me have just a kid, I take care of my kid. Lakini about the marriage nikaona hapana, nje hizo pressure nilipitia. Kwa hivyo the father alikuwa na work KRA kwa KRA, lakini in JKIA ndiko alikuwa anafanya kazi ya KRA. Kwa hivyo sisi tukapatana na yeye, na mimi nikifanya Wilson, na tukafika mahali mimi hata nikaa kitu tu ya hivi nikapata mtoto, huyo mtoto wangu sasa. Nikakaa na yeye. Unaona sasa yeye tuliachana, yeye akaenda shughuli zake na mimi nikaenda shughuli zangu. Juu sana sasa sikuwa nataka kujiengage kwa marriage. Juu nilikuwa na uoga na marriage kabisa that time. Sasa nikaanza kulea mtoto wangu. The father tuliachana na yeye after baba walikuwa wameachana na bibi yake for 6 good years tukijuana na yeye. Kwa hivyo huyu mzee nikaona wameanza communication na yule mama watoto. Hata kama mama watoto alikuwa ameolewa mahali pengine. Lakini nikikumbuka ile masaibu nimepitia, mimi nilijitoa very fast. Kwa hivyo niliachana na huyu baba mtoto akiwa 6 weeks. Na ni mtu anafanya na kazi ya serikali, kwa hivyo sitamtaja jina. Na tukaachana vizuri na yeye akaenda. By the way tulikuwa na akaniambia mtoto akienda shule atasomesha mtoto ile shule ataenda. Nikamwambia ni sawa. Kwa hivyo wakati mtoto wangu alifikisha 3 years, hapo ndiye akanipigia simu akaniuliza mtoto umemtafutia shule. Nikamwambia nataka kumtafutia. Nilipotafutia mtoto shule mimi nitakuwa nalipa school fees. Nikamwambia ni sawa. And that is how niliendelea. Mayango mwenye alikuwa anaishi hapo Lili, yeye akaenda Githurai, akaenda US. Kwa hivyo mimi nilikuwa naangalia nyumba yake yenye iko hapo Lili, na alafu alikuwa na club. Hiyo club amefanya for a very long time. Kwa hivyo alikuwa anangangana kuuza. Sasa that time hakuweza kuuza, njoo unajua amepata nini ikiwa haraka. Kwa hivyo ameharakishwa, kwa hivyo alikuwa amepata mtu wa kuuzia. Akaniambia nimfanyange hesabu na ndio yeye mwenyewe tukipata mtu wa kuuza tuyuze. That time unajua mimi hata after kuachana na huyu mzee sasa nilikuwa nimekaa mimi mpaka msisikii kwenda kwa kanisa, nimegive up na mambo ya kanisa. Lakini for time ikafika nikasikia tu just I need a church. Kwa hivyo nikajoin ACK Church. That time ndio nilienjoy ACK Church na nilienjoy 2020. Unaona sasa nilikunja huko kitu 2017 na hata watu wanijui mimi, wameona tu wanaonanga tu mtu mgeni. Kwa hivyo wanjui historia yangu.
Watu walikuwa tu wanaona huyu ni mtu mgeni amekuja hapa. Mali nimekaa for the last 9 years. Kwa hivyo watu wanaona tu mtu anatoka, mimi nilikuwa natoka naenda kanisa, naenda kazi, narudi. Kwa hivyo sasa wakati nilienda 2020 ndio watu waidi walianza kunijua. Unajua tunaenda kanisa pamoja na watu wenyewe. Kwa hivyo mimi nilianza kufanyia hesabu mama yangu. Na nikamfanyia wakati mimi kafika mahali nikamwambia I don't feel comfortable kufanyia mahesabu juu mimi kuna shughuli nataka kufanya. Nilikuwa nataka kurudi shule. Juu kuna courses nilikuwa nataka kufanya. Mimi kuanzia mwanzo nilikuwa nataka kufanya nini ya nursing. Kwa hivyo nilimwambia mimi nataka tu kufanya course zangu na nataka kufanya full time, kwa hivyo sitaki mambo ya. Akaniambia tutafute mtu wa kuuza. Na hiyo pesa yenye utapata unjisupport nayo kwenda shule. Nikamwambia ni sawa. Na mimi nikaendelea na maisha yangu hivyo. Sasa tulikuja kupatana, nilikuja kufikiria mambo tena ya kuolewa 2024. Hapo ndio nianza kufikiria na nilimit na mchungaji. Mchungaji mwenye nilipatana na yeye wa ICK, nilipatana na yeye kwa Facebook. Sasa wakati nilipatana na mchungaji wa Facebook sasa ni wa Facebook juu sasa tumepatana kwa Facebook. Uliona mahali ameandika na hapana. Yeye alikuwa rafiki yangu kwa Facebook. Unajua sasa mimi niko na marafiki wengi sana, followers wengi. Kwa hivyo sikunjua kama ni rafiki yangu. Kwa hivyo siku moja, na hata si ati nilikuwa nimeposta Ininda man. Hapana. Na yeye alikuwa ameposta Ininda au man. Alikuja tu nikaona mtu ameingia in my inbox. Akaniambia I'm so and so. That time alikuwa kwa ICK huko Saindi za Ruiru. Kwa hivyo akaniambia I'm so and so na nafanya kazi kama mchungaji na kwa kanisa fulani inaitwa hivi. Na mimi niko na watoto 3 na bibi yangu alikufa. Na mimi sasa unaona sasa nimeingia kwa kanisa, sasa mimi ni wa present worship. Kwa hivyo sasa unaona mchungaji wewe, kaona Mungu ashanikumbuka. Sasa unaona kaona sasa kujitolea kwangu kwa kanisa nishakumbukwa na Mungu. Na Mungu. Mimi nikamwambia okay ni sawa. Date ya kwanza nakumbuka vizuri sana tulijuana na yeye it was on Friday. Date ya kwanza alinipea on Monday. Mimi sijui kwa nini nisikia dhamiri yangu. Kwa hivyo wakati alinipea na akaniambia mahali tutapatana Ruiru, lakini mimi sikuweza kwenda kwa hiyo date ya kwanza. Nisikia mimi wakati aliona si kuenda nikamwambia nimepata shughuli, although sikuwa na shughuli nilikuwa tu kwa nyumba, lakini nilikuwa nasikia hapana acha nisikimbilie hii date haraka kwanza nione the way tutaendelea kuongea na huyu mtu. Kwa hivyo it was on Monday, Monday hizo ndizo wanakuanga off. Akaniambia tulionana Friday, ashanipea date ya kwenda Monday. Nikamwambia sikuweza nimekuwa na shughuli nini. Akaniambia ni sawa. Huyu jamaa alikuwa wa kukasirika tu. Juu nimemwambia sitapatikana, hata ni broke. Na mimi sikushindania. Sasa akakaa kitu I think kitu 2 weeks hivi. Then akakumbuka ni kama alikaa kaona hapana acha nione kama huyu bando. Mimi nilienda kwanza kumpigia simu nasikia jamaa ameniblock. Jamaa ameniblock. Kwani tena nilifanya nini? Sikumbuki kitu nilifanya juu hata tu kuonana. Haya. Mimi nikampigia na ya demu mwingine nikamwambia Wairimu hebu nipe namba yako nipigie mchungaji nisikie kwani nilikosea mtumishi ama ni nini. Mimi nikampigia akashika nikamuuliza na kwani uliniblock? Akaniambia hapana nini. Nikamwambia hapana simu yangu haingii kwako na ya huyu inaingia. Anyway I play cool na nikaona acha niachane na mambo ndogo. Si mimi tukaendelea hivyo. Sasa akaniambia sasa wewe unapanga kukunja lini? Nikamwambia tuonane Monday. Monday sasa after 2 weeks. Sasa nikaamua acha niende. Na hapo ndio ilikuwa our first meeting. Our first meeting ilikuwa ni Faranja Hotel Ruiru. Tukapatana hapo. Tukaongea, mimi nikamwaga roho kama nataka kuokoka. Juni ile sasa unajua naambia mtu zile vitu. Unajua kuna anja kama saizi mtoto singeweza kumficha. Jua ndiye huyu mtoto anaweza rudi. Kwa hivyo lazima ningemwambia mambo ya historia yangu na vile tu niwaeleza hivyo tu ndio nimemuelezea. Lakini sikujua nishinda nimejiwekea
Na sikunjua nimejiweka kwa kaburi mimi mwenyewe. Kumbe naambia mtu mwingine historia yangu yenye atakuwa anachukulia kila wakati kunipiga nayo. Mimi najua unajua tu ni mtumishi, na sasa vile tunapelekanga mashinda zetu kwa wachungaji, unaenda kwa mtu wa Mungu mwenye atakuponya roho. Mimi nikanjua at least nimepata maana itaponyea nini roho yangu. Si kuiosha. Hey, mimi lakini sijui hiyo ndio shinda yangu. Hiyo ndio mwanzo wa shinda yangu. Okay, mimi tukapiga nini na yeye, tukapiga shughuli na yeye. Okay, sasa akaniambia ni sawa, tutaanzana. Na imagine the same day, huyu mzee ndiye alipanga siku yangu ya kwenda kwetu introduction. Hiyo siku niliambia on Monday tunaenda kwenda introduction. Mimi ni mtu mzima na najua what I want, na nikikuangalia wewe ni mtu mzima, kwa hivyo unajua what you want. Kwa hivyo I'm very sure hakuna mtu amekuja kuchezea mwingi. Sasa unaweza hata wewe mwenyewe fikiria mchungaji anaweza ndanganya. Unaweza fikiria anaweza kuwa anacheza na mchezo. Na hata wewe unaweza enda kumchezea tena. Usingefanya hivyo. Kwa hivyo mimi tuliongea vizuri sana, na first hiyo siku akapanga the following Monday anaenda kwetu introduction. Sasa kwenda kujua kwetu. Na akapanga wale vijana hao wawili wenye nimewaambia tulienda na wao kwetu. Sitawataja majina, lakini wao cousins zake wawili. Aliniambia ni cousins, lakini kuja kujua ni marafiki wake wa karibu. Haya, na mimi sasa na yeye si tulikuwa enda kwetu Monday, nikaambia mama yangu tunakuja huko, kuna marafiki naleta wakusalimie. Na tukaenda, lakini wakati tulifika alinikuwa ameniambia niambie mama yangu tunapitia, ni wageni wangu tu, tumetoka mahali tunapitia kwa tukikusalimia. Lakini mmoja akasema hapana, sio nikiwa Agnes anabebana na wanaume akiwa peke yake amekunja kusalimia mama yake, amepitia kweli? Si hata mama yake atashinda huyu ni msichana aina gani? Akamwambia hapana, tutanjieleza ile kitu. Na ndipo hapo ndiye akaambiwa na huyo jamaa, alikwambia wewe jieleze ile kitu umeenda kufanya. Akaeleza mama yangu. Mama yangu ile kitu aliwauliza, Agnes amekuambia mambo yake yote? Alinjibu mama yangu, yes, hakuna kitu ya Agnes njui. Ashaniambia kila kitu. Agnes anjui kuficha anything. Njui ashaniambia kila kitu. Ndio naye mama yangu akaita huyo kashule na huyo mwenye walikuwa na alikuwa anaitwa Agatitu. Akamwambia sasa, mlikuwa mnajua Agnes amewaeleza juu huyo mchungaji anaweza kosa kuambia. Agnes alikuwa ameoleka na nini, mama yangu akawaeleza. Na siwezi taka mtu mwenye atakuja kwa maisha ya mtoto wangu. Mimi nilipitia mambo mengi sana huyu msichana wakati ndoa yake iliisha. Hangeweza kustahimili, uchungu ilikuwa mingi sana. Na siwezi taka mtu mwenye anakuja kuchezea nini kama yeye hata feel ako comfortable na hiyo maisha ya Agnes. Afadhali muende muongee na yeye aniambie ngali mapema. Kashuhudia karundi, kamuuliza mchungaji, na unajua Agnes unasema amekuelezea kila kitu na nimekuelezea mpaka alikuwa in another marriage mimi hakuna kitu Agnes anjaniambia, na ndio maana nimemkumbali. Sasa story kaishia hapo na mambo ikaisha hivyo. Tukatoka nyumbani na tukaenda watu wamefurahia. Na ndeti zote tumeenda nyumbani, tunaenda kwao hiyo Saturday, hiyo Monday nyingine imefuata tunaenda kwao. Aende akanipeleke introduction kwao. Alafu ndio tupeleke wazazi. Kwa hivyo tulitoka tumepanga mpaka mwezi wa 7 tunapeleka wazazi waende wakanjue nyumbani wakihangaika, unaona. Kwa hivyo tumeenda na mambo very fast. Lakini sasa nilikuwa ile worried. I have one of my friend and my very closest friend. Nikamuuliza, mimi mambo imeenda haraka sana in such a way ama this man is up to something, because I don't know. Ndio hata afadhali angenipea even kama tutamaliza this year tufanye hata harusi kama ni mwezi wa 4. Ndio alikuwa amepanga mpaka harusi mwezi wa 11 tayari, hata nikimwambia tufikishe December. Nasema mimi nataka hii mwaka iishe kama niko na familia. Anyway, mimi ni nani, sitaki kuangusha mchungaji. Mimi tukaenda wakati wa negotiation alienda akafungua WhatsApp group. Hapo ndio nianza kuona there is something cooked somewhere. Nikaona all is not well. Akafungua WhatsApp group. Watu wakaanza kumchangia pesa. Alichangiwa for 20,000. Na wakati amechangiwa for 20,000 kwetu alipeleka only 35,000. Haya, na alikuwa na mtoto wake alikuwa anaingia university.
Kwa hivyo sasa nikanjua kumbe ni university money. Njoo kama hata kupika na nini na kununua mbuzi asikumgharimu more than 200,000. Na sasa unaona amepeana nyumbani kwetu 35. Kwa hivyo even mwenye treasurer alikuishoni sana. Kaniuza au kama kwa nini yangu inaleta pesa mingi sana, na ile pesa yenye tupemeachia mzazi wako hata mimi nimekuwa na aibu na nayo. Ndio mtu ngani tumekuwa tukimpea pesa, hata kuna watu wamekuwa wakimpea pesa zenye hazijaandikwa bado wapi hapa kwa hizi vitabu. Kwani hii pesa imeenda wapi? Mimi nikamwambia sijui. Sababu mimi ndio nilijinunulia nguo zangu za udhoni, nilijitengeneza nywele, nilijinunulia kiatu, on top of it watoto ndio niliwanunulia nguo. Kwa hivyo nilikuwa nashindwa, na alafu anaelekeza watoto endeni mama yenu wafanyie kitu fulani. Endeni mama yenu wafanyie kitu fulani. Kwa hivyo it was like he wanted just a caretaker of the children na kutaka wife. Ndio hiyo ndio nikuja kuelewa. Ndio hata watoto wakati wakifunga shule wanaelekezwa kwangu. Na hata wakielekezwa even a packet of milk hawezi tuma watoto nayo. Mimi tukijuana naye hata mimi ndio nimkataza, nikamwambia wewe umezoea vibaya njoo watoto kuzoea kupelekanga kwa watu. Mtoto huwezi kaa na mtoto kwa watoto tu akifunga shule na waelekeza kwa mtu fulani, waende wakae huko, waende kwa mtu fulani wakae na unafaa ukae na mtoto na watoto wako. Ndio hata Yulani mwamba uti wa Kings juu bibi yako ndiye alikuwa amezoea kukaa na watoto nyumba. Sasa unaona alikuwa na kale ka mentality, bibi ndiye alikuwa amezoea kukaa na watoto ushago. Kwa hivyo huyu na yeye akaange na watoto when yeye ndiye akue free. Nikamwambia about kukua free hii hapana, be responsible na watoto wasiendange kwa wenyewe. Sasa mimi hiyo kitu iliniumanga sana, nikajiuliza, hata best couple mwenye alikuwa anatusimamilia harusi is a venerable in Murang'a, na niye aliwasimamilia harusi ya kwanza. Kwa hivyo mimi nilimueleza, nilipeleka that complaint kwake, na akaniambia ni mimi nilisimamilia harusi nyingine. Na the same thing about irresponsibility ndio tulikuwa tunafanya nini? Tunakisia kila wakati. Kwa hivyo this man is irresponsible. Unaona? Ndio mimi niende kwa muone hati watoto wakifunga shule wanapelekwa kwa wenyewe, ama kama si kwangu wako kwa wenyewe. Aje sasa hizi kaa na watoto. Na sasa hiyo kitu ya negotiation hata niliambia best couple, nikamwambia hiyo kitu imenisumbua sana. Ndio one thing what I know, ufai kupenda pesa sana. Na another thing, bandara utumie pesa tuko na harusi yenye kombele, ututumie na njia zingine, ununue manguo, maybe ununue gown yenye nitafaa nini na nini, unaanza kuzitumia na njia nyingine. It is like ulikuwa unatumia ikiwa njia ya kupeleka ya kujoinisha mtoto shule. Okay, mimi siku hata siku hizi na alarm nikanyamaza tu. Si harusi si negotiation imeisha. Na tukamaliza vizuri sana. Tukaanza sasa kupanga mambo ya harusi. Akaweka WhatsApp group nyingine. The same people in the WhatsApp group, sasa watu wakaanza kuniramikia. Sasa sisi ndio tulikuwa tuko WhatsApp group ya udhoni, hizi kwani this man has nothing, kwani hakukuwa na chochote chenye alikuwa amepanga. Huwezi panga mambo haraka haraka kama una kitu umejishikia, hata kama ni 50,000 umejishikia kwa mkono, at least yenye hata wewe mwenyewe utanunulia hata bibi yako mbuzi za kumpe. Mbuzi hata kama umefanywa mambo zingine, mbuzi enda jinunulie unjipeleke. Sasa mimi sikushindania juu watu wengi unajua walikuwa marafiki zake. Sikujua vile wanapelekananga. Mimi tukaongea na yeye, nikamwambia sasa mimi sina pesa. Mimi niko chini sana juu mimi ndiye najilipia mbiu zangu, ndio najifanyia kila kitu. Kwa hivyo mimi ndiye nitalipa msichana wa kazi, mimi ndiye nitanunua chakula kwangu, mimi ndiye nitafanya nini. Na sasa unaona tulikuwa tumeongea mpaka akaniuliza mtoto wangu anafanywa nini na baba yake kama tunaongeanga. Nikamwambia the father analipanga only school fees. Na akaniambia mimi sina shinda, acha alipia mtoto school fees juu mtu akiwa na mtoto anafaa ashughulike. Unaona, he was very positive about it. Lakini hiyo kitu ikanipea stress. Njua how comes unamari mtu na unapea mtu ruhusa mtoto atekiwe kia na baba kulipiwa hata school fees. Kwa hivyo hiyo kitu ilinipea question mark mingi sana. Na yule rafiki yangu nilikuwa tunamwambia, this man I don't think he is responsible. Njua ukiwa mbimbi unafaa you take the responsibilities za huyo mtoto mwenye. Kama mimi mwenyewe na findingi watoto wake na wanunulia mpaka manguo, si ni kumaanisha I'm the mother. Kwa nini yeye hataki kuwa the father? Hiyo kwa hivyo hiyo kitu ilikuwa inanisumbua sana. Huyo mama akaniambia hiyo kitu iko na questions by the way. Juu mtu afai kupeana nafasi baba ya mtoto aendelee kunini kulipia mtoto school fees. Me by the way I was just nikakuwa tu calm.
Na alafu unaona ni ile anashinda kukuthreat. Anakuambia unajua sisi wachungaji ukileta nini ukikuwa mbaya kwa wachungaji wanakutoleanga ile nguo ya black wanakupindulia unaweza ona mambo mabaya sana. Ai kamuuliza kwa ni uchawi kwani hii ni uchungaji ama ni uchawi? Sasa hiyo kitu ilikuwa inanipea pressure sana. Kwa hivyo mimi singekuwa mtu wa kurukarukisha mndo. Hata nikiambiwa this nasema yes. Sasa ile kitu ilikuwa ingine inanipea stress ilikuwa moja. Tukienda kwa best couple ama tuende kwa archdeacon ama tuende kwa bishop, alikuwa kwanza anakaa chini na ni coach. Ananiambia ukienda ulizwe na bishop hivi jibu hivi. Ukiulizwa hivi na usiwahi sema umeshaikuwa kwa ndoa. Usiseme ukae umenyamaza. Sasa hiyo kitu ilikuwa inanipea stress. Tena ananiambia hata watu wetu wakikunja nyumbani kwenu usiwahi waambia kama umeshaiole unyamaze. Nikamuuliza na what if mtoto atakuja kurundi nitawaambia ni wanani? Na hii ni familia. Si afadhali hata mambo zingine hata tusipoongea na kanisa tuongee na familia. Akaniambia nimekuambia si mimi ndio nimekuambia usiambie mtu umeshaikuwa kwa ndoa na sasa sasa ananiambia nisiongee niseme nikiwa kwa ndoa. Si unaona mashari yako hapa? Yeye ndiye anaenda kwa assistant bishop kumuelezea nilikuwa ina marriage na niliacha watoto wanne. Unaona? Yeye ndiye anakwenda kueleza hizo na yeye huyu ako hapa ananiambia nisiseme kama nimeshai olewa. Unaona? Lakini kitu ilinifinyilia sana. Nikakuwa tu nimefinyika hata tukifanya harusi mimi ngauni hata ukimuuliza nilinitoa ngauni wapi anjui. Ukimuuliza nilitoa hata pesa ya nywele ama ya kiatu ama ya nini anjui. Kwa hivyo mimi nilikuwa najioa by the end of the day. Sasa mimi si tumengangana na yeye. Sasa nakumbuka mali alikuwa mtu wa hasira mingi sana because alikuwa anafika yeye kazi yake ilikuwa into watu wanashinda kusema hata unisupport ati sasa nashindwa mimi ndio nafaa kulalamika supportiwe na mzee ama ni yeye anafaa kulalamika supportiwe na mwanamke. Nikamuuliza mimi am paying all my bills. Hakuna siku nimesha hata kuomba hata kitunguu. Mimi siwezi toa hata handkerchief hivi nikuonyeshe mchungaji alinimbaia hii handkerchief niweke hapa. Anjawai. Lakini used to karalamika juu nilimuuliza kwani all this time alianza kundate after 2 weeks after bibi yake kukufa. Yule msichana alindate alimpeleka mpaka nyumbani. Unaona watu waka na wachungaji kuna mchungaji alimkataza. Akamuuliza 2 weeks bibi yako amekufa hata umepona. Kwa hivyo alinihesabia wanawake wenye amedate na mimi sijui kwa nini sikuwa naona red flags. Namuulizana yeye nini? Ati mmoja kwanza aliniuliza nini nitakuwa namsaidia nayo kwa maisha. Nikaona huyu hataki mwanaume anataka nini? Ati anataka sponsor. Kamwambia that was the right question by the way huyo mdem kukuuliza hivyo. Hiyo wakati yenye amenibroke hivi alikuwa na date msichana alikuwa mwalimu hapa Kimbo wa academy. Sasa unasikia mtu anakutanjia anga nilienda kwa mwingine na huku Mlolongo Mkamba nilikuwa nataka kumuoa. Anga sijui nini. Nilikuwa nimeenda atibaka nimeenda kupeleka nganani atukapimwe HIV anga wapi. Ati alikuwa anga mukisi, anga alikuwa nasi. Yaani unaona huyu mtu anakupikia story ya wanawake all through. Mpaka mimi mwenyewe nashindwa. Huyu ni mchungaji kweli. Alikuwa hata na time ya kuhubiri saa ngapi na hao wasichana wote. Mimi nikakuwa it is like sasa ni kama naruzi nini, lakini hizo vitu zote nilikuwa tunaenda naambia huyo my friend, namwambia hapana, this is not a straight man, because mtu mwenye amekosana na msichana wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, na hakuna tribe isipokuwa Mjaruo, hakuna tribe yenye anja date. Nikamwambia I'm feeling like I'm confused, mimi siyuko sawa. Nikaambia mama yangu, nikamwambia mimi siyuko sawa na hii relationship. Hii relationship tu inanipea stress. Mimi naona this man is hakuna siku atatulia hata tukioana. Ni mtu tu wa wanawake huyu. Mama yangu akaniambia hapana, unajua sasa vile alikuviwa na bibi na alikuwa amekaa na bibi miaka mingi, angani sijui ni unaona wazazi sasa. Alafu mimi nimekaa kwa hii ndoa ya mababa yako ni kuvumilia, kwa hivyo ndoa ni kuvumilia. It is like, na nikamwambia unjue mama, hata nikiingia kwa hii ndoa unjue hii ni yako si yangu. Juu mimi na feel tu I'm marrying the right, I'm not marrying the right person. Mama yangu akaniambia hapana, wewe vumilia, tutazoea na hata best couple ananiambia tutakusaidia, usijali, tutakusaidia. Njoo hata huyo mwingine tulimsaidia. Sasa mimi ilikuwa ile mimi sijui nitafanya nini na sina mtu wa kuambia. Kwa hivyo mimi tulipelekana na yeye mpaka ile siku. Mimi wakati tulipanga kufanya harusi sasa, tulianza kutafuta nyumba.
Nikamwambia sasa unajua tutatafuta nyumba yenye tutakaa as a family. Hataki tutafute nyumba. Ananiambia mimi nitakaa na watoto kwenye naishi na yeye akae Ruiru kwenye anaishi. Ati sasa nyumba kitu kidogo inakusumbua. Si wewe utakaa na watoto na nikujange Saturday. Nikamwambia mimi distance ya kutoka Kawasukari to Ruiru mimi ukujange Saturday ni kama umetoka nini. Nikamwambia hiyo nayo siwezi. Hiyo nayo siwezi. Niambie tu utaki mahali nijue tu utaki. Juga kuna vile hiyo distance inaweza fanya tukae kila mtu kando kando. Haya, alika nini baadhi tulifanya mpaka harusi kama hatuna nyumba ya kukaa. Mimi naishi kwenye naishi, yeye anaishi kwenye naishi. Kila mtu anaishi nyumba yake. Ani harusi tumefanya ya kanisa. Na this man alikuwa muongo. Anaulizwa na mimi natuma best couple. Namwambia dad mpaka saa hizi nyumba ite atafutwa. Na best couple na yeye ni yule mtu ananiambia mimi kuongelesha mtu mzima mwenye anajifanya hata kusikia. Siwezi muongelesha. Akamtumia bishop. Akamsema huyu mtu wenu mnajua anje atafuta mpaka saa hizi nyumba ya kukaa na familia. Kuulizwa anasema ati amekomboa nyumba Toro. Unaona? Anaulizwa Toro wapi? Ati tunakaa huko. Sisi tumepanga mpango ya kuhamia to. Na sasa hiyo nasikia Toro mtoto wangu anasomea wapi? Anasomea huko Moyoko na yeye na wake wanasomea huko. Kwa hivyo unaona kukaa ile chini nilikuwa namwambia tukae tujue ni wapi tunakaa ndio tujue mtoto tutachange tutachange shule. Ndio kuna vile mtoto anaweza toka all the way from Moyoko akujange mpaka Toro. That is impossible. Nikaniambia hapana mimi nitakuwa najua vile anafika. Nikamuuliza Moyoko to Toro. Mtoto anaenda shule. Na shule zimejaa Thika Road yote mzima. Haya. Yeye tukapelekana hivyo mpaka siku ya harusi. Tukafanya. Mimi hata nikifanya harusi tu nilikuwa naanza zimepanda. Mpaka nililala hospitali sasa Friday yenyewe sasa nikifanya harusi. Juu ya stress zenye napitishiwa na huyu jamaa. Hata sasa hiyo sasa nikamwambia mimi kama ni pesa una hatutaenda honeymoon. Ndio ile pesa tutapata tutafute nyumba na tuhame. Na kama tunaenda honeymoon, tuende honeymoon that 1 week, tukunje. Sasa tukapangana tukunje, tutafute nyumba. Alinishautia kaniuliza, "Mimi nitoke honeymoon nikuje Nairobi nitafute nyumba." Naenda kwetu Murang'a mimi hakuna nyumba nakuja kutafuta. Nikamwambia okay. Kwa hivyo mimi hakuna honeymoon naenda. Juu nashindwa what is good there. Nini naenda kuenjoy by in the first place. Sinjui mtoto wangu ako nyumbani Ushago. Unajua mtoto wangu angeenda Murang'a sababu sinjamuintroduce kwa hiyo familia. Unaona hawezi enda bila mimi. Kwa hivyo watoto wake ilibindi siku ya harusi wabebo waende Murang'a na wangu wabebo na mama yangu aende Embu. That life. Siku na otherwise. Lakini mambo sasa hiyo akili zinanipiga. Sasa ninashindwa hii marriage itakuwa nje ya mtu mwenye hata ukimwambia kitu hawezi sikia. Sorry nirudi hapo nyuma. Kuna siku nakumbuka tulikuwa na yeye tukitoka Kiambu kuendea kandi za harusi. Hata alinirusha nje ya gari yake. Toka kwa gari yangu. Mimi nisiwahi kuona na macho yangu. Na nikatoka. Na nikaenda nyumbani. Vile nilienda nyumbani, nikifika nyumbani alikuwa amepigia huyo mama rafiki yangu. It is over between me and Agnes. And this man was like, na mimi tayari nilikuwa nishaamua. Acha ishe sasa, this is too much. Na sasa hiyo tunaulizana nini? Ati nyumba na mjuu namfinyilia atafute nyumba. Mimi ni amange huko. Juu mimi ndio tulikuwa tumepanga vitu zangu zihamie huko. Juu niko na kila kitu. Vitu zake akaniambia tutandispose juu they are not in good condition. Although sikuwa nimeziona juu alikuwa amekataa niende kwake. Hatuko hata nimetembea kwake nimeona akona nini ama nini. Lakini kwangu alikuwa anakuja baka analala. Na kwake asikanyangi. Haya, sasa mimi vile nilitoka kwa gari, amepigia mpaka huyo rafiki yangu, amemwambia ndoa imeisha, sijui nini. Okay, I don't have any problem with that. Nikamwambia huyo mama akanipigia, Agnes umefika wapi? Nikamwambia kunje mpaka kwangu juu niko na haja na wewe. Akauliza kwani kuna shinda? Unasikia mimi hata sijaongea anything yenye kitu nimefanya tukosane. Na sasa inakosana nini? Anataka nimpe pesa ya kulipa Na unasikia mimi hata ndio najua chenye ile group aliniambia ya Moyoko to form hata iko nipea pesa mingi nipea 25,000. 25,000 uko ngauni ni 15,000. Niko na nywele. Niko na kiatu. Niko na mtoto wangu hata angetaka kumshughulikia hata best couple ndiye alimfinyilia. Akamwambia uko na watoto 4 saa hizi, ushughulikia watoto wote.
alinunulia mtoto nguo akiwa amekataa, lakini kiatu mimi nishughulike. Mtoto wangu nimshughulikie kila kitu. Mimi ndio on top of it, hata yeye mwenyewe nguo zake za ndani zote first boxer mimi ninunue. Na unasikia sina hakuna pesa amenipea. Na sasa anataka nimsupport, yeye mwenyewe ananiambia kila mtu anashinda, hata Chidiko na aliniuliza kwani ndio wewe hakuna kitu una support. Wewe unasikia zile vitu anaongelelea. Mimi nikanyamaza. Sasa hiyo ndio ilifanya nikarushwa nje njoo ya kutosupport sinja msupport. Nikamuuliza sasa mimi unataka nisilipe nyumba yangu, sasa niende nitafute nyumba nilipe. Ati nimeongea vibaya. Niondolee utoto hapa sijui nini. Nilirushwa nje ya gari. Mimi nikaenda tu, huyo mama akaniambia wewe pitia kwangu tuongee nini. Nikamuuliza tunaongelea nini. Unajua sasa kuna mambo zimefanyika sasa na sijui kwani mmekosana na jana mlikuwa tumeona nyumba na tumepata nyumba na mkasema mnahama, kwani nini imefanyika? Nikamwambia mimi hakuna kitu imefanyika. Na not even that. Unaona vile amekwambia ndoa imeisha. Mimi hata ndio nataka ishe mbele. Do that is do si mwanaume wa kuolekea hata kidogo. I'm just wasting my time. Akaniambia pana kuja tuongee. Nikaenda. Sasa hiyo unasikia ni simu alipigia huyo mama. Huyo mama anampigia simu back ashiki. Ni message tu anamwandikia. It is over. Hata nimesha sasa hiyo ameandikia mpaka mchungaji wangu message. Atuko kwa uni. Na unasikia he is doing things very fast. Na hakuna kitu kingine tumeliza mpaka nikashindwa. Kwani huyu mimi ndio nilikuwa naelekea sponsor ama yeye alikuwa anaelekea sponsor. It is like ni mimi nilikuwa nafaa kumsponsor. Ndio kile wakati it was into me. Kwa nini unifanyii? Mpaka nikashindwa kwani wanaume wamechange ndio wanafaa kufanywa na wanawake. Mimi nikaambia huyo mama nikamwambia mimi niko sawa. Hata ikiisha acha iishe tu. Me I'm good. This is too much sasa imekuwa too much sasa acha iishe. Kaniambia tu Agnes mnataka tu mambo tu nao. Na si mchungaji kulingana ile miaka yako nayo ako na uwezo wa kuhandle manini zake zote mashinda zake zote. Nikamwambia hata mjinga uzeeka. Hiyo ndio nimekuja kunjua. Na sitawahi tafuta mtu kulingana na miaka. Nitatafuta mtu kulingana na what he want kwa marriage, lakini si miaka. Njoo hawezi kuwa mtu akona miaka 50 na ni mtu mwenye mwezi kaa chini na yeye you negotiate ama you talk mseme tuwekelee maneno kwa meza. Haya mimi akaambia huyo mama akamwambia hata nimekufuandia message yenye nimetumia mchungaji wenu mimi si yuko hapo kwa hiyo marriage. Nikajua sasa yeye anajifanya ndiye yuko kwa hiyo marriage ni kama amepitia mimi haja nipitishia. Good. Mimi nikaachana nikanyamaza. Sasa huyo mama akapigia best couple akamuelezea. Huyo best couple akamwambia najuanga unjinga ya Migwi. Si ati zinjui. Atasumbua Agnes vizuri sana. Njoo shinde yake anataka kujifanya mtoto mdogo na hataki kukua responsible. Njoo Lucy alikuwa amezoea kumbebea kila kitu. Alikuwa amezoea kumbebea kila mambo zote. Hakuwa anahusika mambo ya familia. Sasa anafaa elewe watoto ni wake si wa Agnes. Na niliambia Agnes watoto wasikae kwake tena akae na watoto asiletange watoto kwake. Best couple akampigia akamwambia kesho nawataka huku Murang'a mkunje. Sisi ati asubuhi anaamka kunipigia simu ati nikuja anichukua hapa Junja twende, ndio alikunja transfer huku Junja twende Murang'a. Nilimwambia unaona kwa hiyo gari yenye ulinirusha nje. Although hata sikuchukua simu niliambia wewe mama mwambie vile nakutafuta uniambie. Mwambie hiyo gari mimi afadhali niende na matatu. Nimezoea kwenda na matatu. Sina shinda na gari mimi. Na kama alinirusha nje ya gari nashindwa saizi yaani ni mtu mwenye ufanya mambo na hasira na ana regret baadaye. Unaona? Tukaenda tukaongeleshwa na best couple yeye anajiririsha hapo analia machozi ya uongo. Na ni mtu upenda sympathy sana. Ile alikufiwa ahurumiwe na watu nini unaona sasa ni yule mtu unjaribu kukunini attention zote watu wamhurumie juu yeye alikufiwa. Sasa best mama akaniambia akamwambia sasa inaonekana wewe unja heal na si take your time you heal then uendelee na relationship. Lakini nikuuliza huyu mtu anamoni bibi yake na alianza kundate na wiki 2 alikuwa na mwanamke tayari ameanza kundate. Akaulizwa na best couple akaulizwa harusi tunayo ama umepanga hatuna? Akasema tunayo. Sasa hiyo tunasikia niseme tu hatuna. Ndio nasema mimi hata sinjui. Nikuulizwa wewe tuko na harusi mimi hata sinjui mimi. Ndio nilikuwa nasikia tu niko confused nashindwa ku make decisions zangu. Ndio decision yangu ningekuwa na make peke yangu bila kuuzisha mtu ningekuwa nisha make mistake hii ndoa.
Juu nilikuwa nimeona iko na mashinda mingi sana. Mimi tukatoka huko tukarudi, sasa tukaanza mambo ya safari ya harusi, na ndio tukafanya harusi date 23 November. Lakini that date 23 November, yule mkamba wa Mlolongo ama ni Athiriva alikuwa amerudiana na yeye. Naona wakichati bado na yeye. Kuna mwanamke mwingine wa Ruiru bado nilipata wanachati na yeye. Kuna mwanamke mwingine wa Murang'a napata wanachati na yeye. I'm single and I'm married but not happy. Mwingine anaambiwa bibi yangu alikufa akaniacha na watoto 3 ndio nataka kuoa. Na sasa hiyo ndio umefanya harusi. One good month. Umeona message za wanawake wangapi? Wanawake 4. Harusi ilikuwa aje? Harusi it was so colorful. Ilikuwa nzuri sana. Haikuwa mbaya. Na tulipata pesa ya kutosha. Na hiyo pesa ndio nilipanga tukatafute nyumba. Wakati tulikaa nyumbani for one week nikamwambia turudi Nairobi tutafute nyumba. Alikataa. Akaniambia mimi saizi niko honeymoon, saizi sitaki mambo mengi ya Nairobi, nitajua Januari. Huyo mtu anamaanisha ati Januari watoto wako shule. Hataki mtafute kwenye mtaishi. Mnaishi wapi? Mnatoka Murang'a muende wapi? Kwa hivyo anamaanisha uende urudi kwenye ulikuwa na mimi nirudi kwenye niliku. Kwa hivyo mtu alikuwa anataka tu akae na ile freedom life yake hata kama ameoa. Honeymoon mlienda? Tulienda tukalala mahali pangine hapo Murang'a. Tukaamuka asubuhi ya Sunday, tukaenda nikanunua kitanda, mattress nini nikazitumana nyumbani zikaenda. On Monday tena nikaamuka nikaenda Embu tukaendea mtoto wangu na msichana wa kazi tukarudi Murang'a. Sasa tukaanza kukaa Murang'a. Na all that mimi nilidesign sababu nilifikiria huyu mtu ana pesa. Na ile pesa yote alitumiwa mpaka na M-Pesa sikuziona. Alianza kusema ati kuna mali ati pesa alikuwa amechukua zisirusha mahali, lakini tulikuwa na good money. Ile nini aliandikiwa, cheki aliandikiwa na kanisa, hata shilingi sikuiona. Kwa hivyo he used me as a project. Apate pesa, akipata pesa afanye mambo zake. Januari ile nini aliandikiwa cheki na kanisa akarudisha watoto shule. Hii tunaongelea kanisa gani? ACK. Pia story, kuna mahali ulisema huyo bibi huyo mtumishi aliaga. Unaweza tuelezea maybe ulijua kwa nini aliaga? Mimi wakati tulipatana na yeye aliniambia bibi yake alikufa, alikuwa anafanywa operation akitolea fibroids. Lakini after hii story sasa yenye sisi kuachana, one of the family members wa karibu sana huko kwao ndio tulipatana na yeye, na akapigia mtu mwenye alipiga ameweka round speaker, akauliza mtu mwenye ameoa sister ya huyo bibi, akamuuliza na mtu fulani aliuliwa na nini. Akamwambia unajua alikuwa anasumbuliwa na ansa sana. Unajua mzee wake alikuwa anampea stress sana. Na yeye alikuwa yule bibi wa kunyamaza. Alikunja akapata vidonda za tumbo, zikaanza mpaka kumbulinda akaenda kufanywa operation. Hapo ndio after kufanywa operation iliisha vizuri, lakini akapata blood clotting akakufa. Sasa unaona. Na not even that, sasa akaanza kumwambia unajua kuna siku yenye alitokanga kwenye alikuwa anafanya kazi huko Ruiru. Akafika saa 3 ya asubuhi. Kufika saa 3 ya asubuhi akachukua koti na akatoka. Alirudi kwa nyumba saa 7 ya usiku. Huyo mbimbi kumuuliza alikuwa wapi, alimtandika vita mbaya sana. Kwa hivyo akamwambia sasa huyu msichana amenjua mapema sana, afadhali hivyo ameondokea hiyo ndoa. Mtu wange sasa unajua sasa wanaongea na wameka mimi ajui kama niko hapo. Sasa ndio aliniambia acha nikuhakikishie chenye kiliwa huyo mbimbi. Kaniambia hata wewe unaona ulifanya harusi ukiwa na answers. Hizi answers ungeenda hivyo na huyo mtu ungekufa tu na stress ya kuvumilia, akavumilia. Sasa mimi ile kitu nasema si vibaya kuvumilia ndoa, juu ndoa ni kuvumiliana. Juu hakuna ndoa iko 100%, lakini ile kitu inaweza ambia these wives called wachungaji. Hii jina kweli ni nzuri ukiitwa, lakini unjue you have your life too. Uko na watoto,
wenye wanakuitanji after you juu kama saizi bibi kama huyu amekufa, si aliacha watoto wake wakisambazwa, wakipelekwa huku, wakipelekwa kule, wakipelekwa. Na what if angekuwa ametoka kwa hiyo ndoa na watoto wake na wapate amani? Si unaona watoto angekuwa na amani. Sasa hata naonanga picha zake ameweka mpaka kwa nini yake bibi ati wamepigwa na bibi vile alikuwa anampenda. Nasema I wish this spirit of this woman should never rest unless baka ajirevenjie. Njuu hakuna anja ya upitishie mtu mashinda njuu akuulizi zile mambo unafanya. Angekuja mpaka akose mpaka kwenda nyumbani. Na bibi hata muuliza. Kulikuwa na mwanamke alikuwa na urafiki na yeye huko nyumbani. Wakati akienda nyumbani anaacha mbimbi, anaenda kuzindikisha huyo mama na huyu kwa mto na huko asijui chini. Mchungaji tu anaenda na watu wa kanisa, hata kanisa huko walikuwa wanajua hiyo maneno. Hiyo mambo yote nayo nilijua tukiwa wapi? Tukiwa nyumbani. Vile alikuwa kazi yake ni na kazi yake bibi yake akimuuliza ameenda wapi, anamletea shinda. Lakini huyo msichana walikuwa na msichana walikuwa kwa duka nyingine ya center hapo, walikuwa naishi na yeye. Sasa ile kitu naambia mimi, hata mchungaji ni mwanadamu, hatukatai, lakini kuna wakati inafikanga usiumbilie watu manji, unakunywa wine. Do according to the Bible. Na ukikumbuka vizuri sana hiyo neno, ukisoma vizuri, hukumu itaanzia hapo huko. Juu unajua mimi kwanza mimi nasemanga vizuri sana, kutakuwa kule mbinguni kutakuwa Mr. and Mrs. Kwa hivyo kaa katika utakatifu. Ukinjua even if utavumilia kwa hii ndoa na ukufe ndani, utaenda kupewa nini ati nitaji kule njoo ya kuvumilia ndoa na ukakufa. Juu utaitwa Mrs. utaitwa mtu fulani. Hukumu yako ni na hii. Kwa hivyo ni vizuri wewe kaka, na usifunikie mtu ati juu mtu wako ati kwa madhabahu ati bibi ya mchungaji anafaa kunyamaza. Utafunikia huyu mtu baka dini angaisha watu wenye nini wale watu wanamtarajia, kama wale watu wanamtegemea, anawakozesha njia na wewe umemfunikia hapo because of salary huyo mtu alipo. Unajua yes they usually they are being paid. Kwa hivyo huyo mtu amemaintainiwa hapo juu ya mshahara yenye anapata. Unaona? Kwa hivyo usikae hapo ati ndio huyu mtu alipo ndiye alipia watoto school fees ama walishe. Yeah. Kwa na wamwambie makosa yake. Juu mimi I used to kumwambia makosa. Kama hata wakikaa na watoto akianza kuambia watoto umbaya wachungaji wale wengine. Mimi I usually nilikuwa na mcaution. Namwambia usikalie mchungaji fulani hapa na watoto. Ni vibaya. Unaona? Kwa hivyo ni vizuri kukaa huyo mtu ukimrekebisha. Mwambie this and this is not good. Vile unafanya kanisani si vizuri. Vile umefanya huyu mshirika si vizuri. Ndio na yeye mwenyewe unaona unaweza kaa na mtu lakini huyo mtu hata kama ni mchungaji atakosa uhai juu yako wewe mwanamke. Juu wewe unja kuwa na juu kuna watu wengi unajua hata wao ni wanadamu na wanaweza kuwa wanafanya tu kama wanadamu. Kwa hivyo usikae hata wewe mwenyewe ukimchange where is going wrong unamchange na anakuchange. That is marriage. Kila mtu anaambia mtu this it is not right, this it is not right. Sasa una date? No, I'm not dating. Hapana, si date. Haya, hebu sasa turudi hapa penye ulipata messages za wanawake wanne. Wakati kwanza ya huyo alikuwa ananiambia kila wakati yeye anatakanga kuoa Mkamba, njoo Wakamba hata wakipata shinda warundingi kwao. Kwa hivyo sasa huyu mmoja alikuwa anaitwa Irene Timothy. Walikuwa na chati na yeye, wakati nilimwona nikamuuliza, aliniambia nikitaka kwenda niende. Niachia Irene nyumba. Na hapo ndio kila kitu juu usiku hata sikulala. Ndio nilikuwa tu nimetoka Nairobi. Nilikuwa natoka Murang'a naenda nakuja nafanya hesabu. Tunakumbuka sana niko na kazi yenye nauza, yenye njapata mtu. Lakini yeye ananiambia nisiuze hiyo kazi, tu change till number tufanye ikiwa yetu. Najua mama yangu angeniuliza, lakini mimi nikamwambia kulingana kanisa siwezi uza club mimi. Siwezi fanya ati club itanishwa na mimi siwezi. Lakini unaona yeye anajaribu kuniambia tuifiche, tu change till, tukichange till watu waone imechange mtu mwingine tofauti. Lakini unajua kuna ile dhamiri, lazima ukue kama mtu ako na dhamiri. Nasikia mimi siwezi taka hii kazi kwa maisha yangu. Na alafu nilikuwa naona vile nilikuwa naangaika kila wakati kutafutia mayango wasichana wa kazi. Unaona? Juu natafuta msichana naacha ameimba. Juu mimi sikukuwa into hiyo kazi sana. Nilikuwa kama mimi busy, nilikuwa na kazi zangu zingine. Na alafu naona nimeshikanisha mpaka naingia classes. Kwa hiyo mimi singeweza. Nikamwambia mimi hapana, mimi sitawezana. Na not even that. What if
unjulikane, hii ndio kazi unafanya. Si utaniachia ngori useme ni mimi nilikuwa nafanya hii kazi. Kwa hivyo nilikuwa najua one thing, kuna siku itanipinduka nikuwa ni mimi nafanya. Na hata nini, wakati alisema hakuwa anajua ile kazi nafanya, yeye mwenyewe hata anajua vizuri sana nilikuwa nafanya kazi gani, lakini ile kitu alikuwa anaambia Bishop, Agnes anafanya kazi gani, anafanya beauty and cosmetics, na mlijuana wapi? Tulijuania kwa M-Pesa. Unaona that thing, baka wewe mwenyewe huyo mtu akidanganya tu unasikia anaulizwa na Achidiko, na muuliza na umeshaienda kwa Agnes? Hapana, sijawahi kanyanga, hata sijui kwake kwa nyumba. Na sasa hiyo unasikia anakuja kwangu baka anakaa wiki mzima. Sasa mimi wakati tulifanya harusi nikampata na hizo messages, akaniambia nitoke niachie huyo. Nilikuwa nimepanga ni pack kila kitu mimi asubuhi watoto wakiamuka wanipate, na sorry, mtoto wangu nilikuwa nishamrudisha ushago nini Nairobi. Sababu walikosana mtoto wangu. The old man, mtu wa 50 years anakotana na mtoto wa 6 years. Na wanakosania nini? Mahindi ya kuchoma. Mahindi ya kuchoma. Sisi tunaenda kwa shamba tunakata mahindi tunakuja kuchomea watoto. Mtoto wangu anapendanga mahindi sana. Kwa hivyo wakati alianza alikuwa anampenda sana, amuita baba, makati aliona mahindi anaenda kuchoma. Akamwambia hapana, acha kushinda ukinizunguka hapa sitakupea mahindi. Sasa unajua yeye anafanya inachezea mtoto, lakini mtoto unajua kwa na ile hamu ya hiyo mahindi. Akamwambia sikupei, mimi sipei mtu hii mahindi yangu. Kalikuwa na katoto kengine ka home kananitanga shosh kama msichana wa my sister. Sasa nilikuwa nimekuja na wote juu wanakaa twins, sasa waachanangi. Sasa unajua wakati nilienda huyo libindi baka huyo ni mbebe, juu alikuwa amefunga shule. Shiru akakunja akakaa shosh, mimi acha nikae mahali huko. Katoto kakaa mahali niko. Sasa huyu wangu unajua huko kitchen anangojea wachomeo mahindi. Una imagine alichoma mahindi, mtoto wangu wako hapo ampei mahindi. Mtoto wangu akamwambia na siuringe na mahindi yako. Ati mtoto amemtusi. Na ni mtoto wa 6 years. Vile watoto wanabiana na siuringe na hiyo sweet yako, na siuringe na hiyo, unaona? Ati mtoto amemtusi, mtoto sinjamfunza tabia. Alipea mtoto wake huyo wa grade 6 akampea ya mahindi, akaacha wangu. Wangu wako hapo. Baada vile angechoma hiyo mahindi apea watoto wawili wakatanishia wapatie, alipea wake akaacha wangu hapo. Na alikuwa nimemuona na hiyo tabia, mtoto wake anamuitisha dadi nisaidie na 20 bob ninunue sonda. Anapea wake na wangu wako hapo anamuacha. Sasa na mimi huyu mtoto wake akiniomba kitu nilikuwa nawapea wote, unaona? Kwa hivyo nikashindwa kwa nini ameonyesha hawa watoto kuwa select hivyo. Not even that, hata angekuja kwa nyumba yangu angebebea huyu mtoto hata yogurt ya 10 bob. Alikuwa anakuja mkono mtupu hivi amesimama. Na hata tungeenda mahali nilikuwa nasikia hebu niingie hapa kwa supermarket ninunulie mtoto wake sasa kitu fulani. Na hata akienda anunulia wake hawezi niambia hii nyingine aenda upelekee huyo mwingine. Na unasikia wake mimi nakaa na wao hata wakikunja wakifunga shule nakaa nao vizuri. Kwa hivyo alinionyesha tu mtoto ana anja naye. Na mimi wakati nilifika mahali nikaona this is too ati mtoto mtoto sijamfunza tabia. Ako kakijana kakunja kakamwambia ndani jinsi amezoea kutusi watu. Aligambia Njeri mpaka aringe na hizo mablanketi zake. Alimwambia si unasikia? Huyo mtoto wako amezoea tabia mbaya sana, unja mfunza ni kutusi watu. Mimi tasinja waambiwa hivyo na mtoto. Sasa nikakuwa ile hebu nitusianze furugu huku nyumbani. Mimi mwenyewe tu nilipanga nikamwambia huyu mtoto anataka kupewa names number na siku na vitu ziku hapo amepigwa kanini ka passport, acha nimpeleke Nairobi juu nimepigiwa simu na mwalimu Kwa hivyo nilileta mtoto wangu nyumbani hivyo. Kwa hivyo sikutaka hata tugombane. Nilileta mtoto Nairobi hivyo. Tunjua nitaka tukuje tukae chini na yeye tunegotiate tuongee. Kama huyu mtoto tunakaa na yeye ama tunafanya nini? Alianza kusema wakati nilirudisha mtoto hata kushindania. He was very happy even. Hata hakushughulika ati mtoto amerudishwa. Christmas imefika hata hawezi njukuuliza kwani mtoto anakulia Christmas peke yake. None of his business. Yeye tu ametulia na watoto, mimi nikaa na watoto akafika siku moja akaniambia mtoto wangu nirudishie baba yake. Nikamuuliza nirudishie mtoto wangu baba yake nilikaa na wako. Akaniambia, "Nasi baba yake uliniambia baba yake akileta shinda unaweza mrudishia watoto." Nikamwambia kuna shinda amelete. Baba yake ako very positive hata nikioreka mpaka leo. Yeye ana shinda na mtoto. Hata hawezi shughulika naye. Anampeleka wapi na kuna familia yake? Si mimi ndio nafaa kukaa na mtoto. Na not even that ulinipata na huyu mtoto. Hakuna mahali ulipata nimepeleka huyu mtoto. Aliniambia, "Provided huyu mtoto anaishi, hatutawahi sikizana." Hivyo ndio alinijibu. Provided huyu mtoto akawa hapa, hatutawahi sikizana.
Sasa hiyo December siniona tumemalizana December, nimepeleka mtoto wangu, tumebaki na wao wake huko. This man was like, mimi nikitoka Nairobi, nimefanya nini mahesabu na nimerudi Nairobi. Nimerudi Murang'a. Nikapata sasa nikampata na hizo messages. Hizo ndio maneno zenye alilala akiniambia. Mimi nikaamua acha ni pack, kesho asubuhi niamke very early in the morning na nirudi Nairobi nimwachanishe na huko. Ile siku ataniambia anataka tukae chini tuongee vile tutaishi, atakuja Nairobi aniambie. Ama kama ataamua aniite Murang'a aniambie. Mimi nikafikiria sasa, nikaona naye kasichana kaka alikuwa kananipenda sana. Hako kako form 3. Kuna sasa huyu mtoto atasikia vibaya. 6 nikitaka kutoka huyu mtoto ashaamuka kuniita. Sasa unaona singeweza kutoka watoto akiwa hapa naonyesha watoto natoka. Kwa hivyo hata watoto wakati walipata nimepark, niwaambia tu nataka ngozi kae tu hapo kwa bag ndio sizipate uchafu. Hawakunjua kama nilikuwa nataka kutoka. Na tukakaa hiyo wiki yote, nikamwambia acha nataka kwenda nyumbani Dean Serious, nataka kwenda Nairobi Dean Serious vizuri, niende nimpeleke hospitali. Akaniambia mimi hiyo sisikii. Hiyo yenye unanijaribu kuniambia sielewi. Kwa hivyo it was on Sunday. Mimi nikangangana na yeye, nikaona hataki niende nyumbani. Na alafu tulikuwa tumekuwa tukifight by the way. Na watu wangejua hiyo man kama tulikuwa tunafight. Na tunafight nini? Ni yule mtu mwenyewe, ni yule mtu anakuambia ni yule sasa wakati nimpata na wanawake, aliambia ile kitu nangangana kutofanya. Aliniambia ile kitu nangangana kutofanya, ile kitu nakataa kufanya, hao wenye unakataa wazafanya. Na unafikiria ni gani? Anataka kukuingia na nyuma. Kwa hivyo anakuambia nini huyo Irene mwenye unashinda ukisema yeye atafanya ile kitu unafanya. Na provided you love someone, hakuna kitu yenye uwezi fa. Mimi nikamwambia afadhali nikufe. Mimi ile kitu nilielewa, maybe our ladies wengi amekuwa kindate, wengine they used to kumfanyia hivyo. Kwa hivyo akanjua juu kama kitu kama hiyo anaweza kuwa alinjulia wapi, ama he was used to pornography. Alikuwa anaziwatch. Na niliona he was used. Juu kuna vitu zingine anakufanyia mpaka unaona this man is used to something because he is si mtu akondrag, lakini zile vitu tu anafanya unaona this man is used to pornography. Sasa ukichunguza ni kwa nini hakuwa anataka mkae kwa nyumba moja? I think ni hizo vitu. Juu ukielewa kabisa kwa nini mkimari kila mtu anatakanga I want to be with my wife, I want to be with my husband, na yeye hataki. Ilikuwa nini? Na hata siku ndio sasa niamue kwenda kabisa. Tulikuwa tumeamuka kupigana saa 11. Nilimkanyanga tu akaanguka, nikakaongwa na ukuta, nikafikia huyu mtu nishamuua akia nani. Hadi nikasema bandara nianze kukesi mambo ya mauanji, ni mimi ndio rahisi kujitoa. Unaona? Na alafu hata wakati hata uko na periods, he is forcing you. Mimi nikaona this thing is too much. This thing is painful. Sasa nikaona sasa anaanza kutoanisha, anarusha mapanzi na huko ana nini. Mimi nikaona mtu ni mnyama tu. Sijui kwa nini nimejiingiza kwa hii mambo. Kwa hivyo mimi nilijitoa pole. Yule mama nilikuja kuona tu, nilikuja 22nd December. Ndio nitoka kwa hiyo nyumba. Na nikakuja ni direct mpaka kwa huyo mama. Nikamwambia huyo mama, nikamwambia sidhani this marriage will continue unless tukae chini bishop tukezi na yeye na wachungaji wake waniambie kama this is the kind of mchungaji mwenye wameweka kwa madhabahu afanyiange wasichana wa watu hivyo. Hivyo ndio tuliachana na yeye. Na tukamaliza hivyo. Wakati alikunja January alitoka, tukaitwa na best couple. Juu best couple nilimueleza, nikamwambia mimi nimetoka huko na sioni kama nitarundi. Best couple tukaongea na yeye akaniambia juu tulikuwa to meet that January to meet sisi wote na wale watu wote amesimamilia harusi. Tuna meet kuna kwanga na party. To meet zote tuende atuongeleshe. Akamuuliza mpaka saizi umetafuta nyumba? Kasema sijatafuta. Na saizi ndio umerudi na nimeona unabebana na watoto, unaambia watoto mnaenda wapi? Kaniambia mimi hata Jeria ameniuliza tunaenda wapi? Hata mimi ananiuliza tunaenda Kahawa ama tunaenda Ruiru, sijamjibu. Akauliza na uko sure umefurahia sana zile maswali zenye mtoto anakuuliza na uko comfortable? Akanyamaza.
Kwa hivyo best couple akamwambia mimi ndio nawatafutia nyumba. Juu niliambia bishop ile kitu inatendeka na bishop, it is like yeye ni kama anaona all things are possible, all things are okay. Juu sijui kwa nini hata sijawahi sikia mtu amefanya harusi na ana nyumba yenye familia inaenda kuishi. Akamwambia best couple, nikamwachia namba ya agent wa kwetu, akaniambia nitamtafutia nyumba nini, nikamuelezea mambo ya mtoto wangu na shule. Akaniambia mtoto acha asomee huko, ndio hata ukimtoa huko sijui nampeleka wapi na nini imeenda saa. Hata ndiye aliambia best couple, akamwambia mimi hata unajua wangu anasomeanga kwa Kanjo, huyu ndio rahisi kuchange ara. Nakwambia basi, na kama Agnes na alikuwa amesema alikuwa amempata shule yake, siacha aende shule yenye mlikuwa mpata. Akasema ni sawa. Kesho yake, it is on Saturday, aliamkia asubuhi kununulia mtoto wake uniform za ile shule yenye anasomea. Tayari ashaondokea na mambo ya kutafuta nyumba na kukaa. Na hivyo mimi nikamwambia sasa mimi sijui nataka nini. Na not even that, hata church sitawahi kunja. Siwezi kuwa nalipa fare natoka mpaka Moyoko na kunja mpaka huko mpaka Njunja, tuna pretend like all is well. Wewe mwenyewe unatoka ati kila mtu tulifanya harusi na kila mtu anatoka njia zake. Hiyo kitu siwezi fanya. Sitaki ku pretend all is well. Acha kila mtu ajue it is not well. Acha injulikane it is not well. Na kaniambia pana, tutatafuta nyumba, tuamke tutafute nyumba. Kwanza acha hivyo, niliambiwa na Masharia wewe ni mchawi, ulikuwa unaendea uchawi Uganda na ndio uliroga watoto wenu wote, umeroga watu wa kanisa. It was like sasa niliroga nani tena? Uganda nilienda kuenda. Na sasa hiyo Uganda ndio anjue mambo ya Uganda. Alisikia mama amenipigia kiniambia ni mconnect na nini. Akasikia nikimwambia ni mconnect na Uganda, anataka kuendeanga manguo hivyo. Na alikuwa nataka ajue kama lazima mtu aende na passport. Nikamwambia no, si lazima mtu aende na passport, unaweza enda na temporary, still unaweza enda Mbira pale kwa Kambara hapo kwa mpaka. Nikamwambia hapo kwa mpaka unatoanga dhao moja unapita. Sasa juu ya kusikia hivyo nikamwambia hata mimi nilienda wako nisumbua. Ati nilikuwa naenda Uganda kuendea uchawi. Nimeroga vijana wetu wote hata ndio maana wanakunywanga pombe. Sasa nikashindwa na brother yake anakunywanga pombe. Bado ni yeye alimroga. Pombe tena iko na kurogwa. Sasa mimi ikakuwa huyu mtu kwani ananibeba anje? Yaani huyu mtu ni nini tumefikishana mpaka hapa? Wakati tulitafuta nyumba nikang'ang'ana tukatafuta nyumba. Mama yangu akaniambia sasa ni mwezi mmoja tu na vile mmesumbuana, hebu kunjeni nyumbani. Hii maneno tuiongee. Akaambia mama yangu akamwambia mama sina shinda, tutakunja hata tukuje tuongee. Juu mimi nashindwa hata ni mambo gani inaendelea. Mimi unajua kwetu hakuna watu wazuri, kama wakati nifanya harusi kuna kitu ilifanyi. Hivyo ndiye aliambia mama yangu. Nikamwambia kunjeni nyinyi muhame na mimi ni wajoin baadaye. Nakwambia hiyo siku nilienda kujoin. Mzee alibeba kila kitu yake yote na akarundi Toro kuishi huko. And that is how the marriage ended. Pole sana. Alafu hebu nikuulize Agnes, hii kukuingia njia ya nyuma ilikuwa mara ya kwanza ama? Ameng'ang'ana mara kadhaa. Unajua mimi alikuwa ameng'ang'ana kutoka tuoane na akaanza kuniuliza, alikuwa ameanza na kuniuliza maswali. Kuna kitu unaweza kosa kufanyia mtu mwenye unapenda? Kaambia hapana. Sasa unajua unajibu ile innocently, ujui nini nataka kuuliza. Ati mtu unapenda unafaa mfanyie chochote chenyana. Nikamwambia ni ukweli. Sasa unaona, sasa naona nimepata mtu anainjali. Kumbe hivyo when you love someone, hata akitaka kufanyia nini you are supposed to. Nikamwambia ni sawa. Mimi ile kitu nienda kuintroduce ndani, nimwambia hiyo siwezi. Mimi hiyo siku kwanza nilijua tu nimemgongesha ukuta, nimemuua. Nikajua hapana, hapa sasa nitaanza kukesia Manda. Hapa tu nitajipata kwa nini? Nitajipata kwa njera. Na that is how I ended. Na nikaenda tu nyumbani. Sasa ile kitu inanistuanga mpaka wa leo. Ni vile wakati mimi nang'ang'ana twende tuongee na yeye nisikize vile side yake vile atasema, anaambia Archdeacon na kimwambia nataka tukae chini, amwambia yeye hataki kesi. So unaona sasa kuna kitu anafungia. Assistant Bishop ndiye aliniambia huyu mtu kuna kitu ananjua atujui. Unajua mimi si disclose anything. Ndio nimenyamaza, nimejikaza, sitaki kuharibia mchungaji. Unaona kuna ile
Narafu naona ni threaten, akaniambia hata ukienda kwa Chidikon, uende kwa Yes, hata uende kwa Bishop, waambie mambo yangu, watajua wewe ndio mkosanji, mimi wananijua. Unaona, nilikuwa sasa nimeishi na zile threat. Kwa hivyo hata nikienda niambie Chidikon kitu hata amini. Mimi hata na ni ukweli, njoo hata Chidikon nilienda nikamwambia baka vile mwanaume amekuwa na wanawake wengi, hata nimeona chat zake hata nini. Unajua hata hiyo kitu hata wakushindania nayo. Ni walikuwa anajua hata mambo ya kutoa hata tafuta nyumba na nini na hata mimi kutolewa nje ya gari, na hiyo kitu unajua iko inawasumbua. Haiko inawasumbua. Ndio nilishindwa. Huyu mtu mwenye anaendelea na kanisa vizuri sana, in ACK we know very well we don't divorce. Na kuna kuanga na pastoral team yenye inawakalishanga chini in case of anything, inawauliza maswali kama mko hapo. Nashindangwa ilikuanji, Bishop alifunga hizo milango zote. Kila mchungaji, kuna nini niko naye hapa, hao ndio ya mchungaji fulani akiwa na rekodi mchungaji mwingine akimwambia sisi, unajua kuna kitu kingine tunaweza fanya njoo kuko na makosa. Yesu msichana alikuwa na right ya kusikizwa, lakini unaona Bishop kama amekataa asikizwe, sisi hatuwezi, hakuna kitu kingine tunaweza fanya. Sisi hatuna authority ya kutaka huyu msichana, lakini kuko na right ya yeye asikizwe. Ndio hakuna vile mnaweza Bishop asimamilia harusi, ashikanishe harusi na ishe within 1 month na hataki hata yeye mwenyewe kujua what happened. Na afai kusikiza saindi moja, anafaa trista sikiza saindi zote mbili, ndio hata yeye mwenyewe atoka na tukue wengi na wakue wengi. The pastor team is there, the canons are there, wenye wanafaa kukaa chini wasikize what happened. Lakini mtu the more anangangana kusema hataki kuongea, anamaanisha nini? Juu kuna kitu anafungia hataki isemwe na huyo msichana. Unaona, that is how it ended. Sasa unajua, sasa mimi singejua, na alafu unaona anakuambia kama uko na periods, anakuambia ati kama utakumbali akutumia kama uko na periods umpe wapi? Kwenye kuko affected. Kwenye kuko affected na periods. Kwa hivyo sasa mimi unaona ilikuwa ile ya sasa hii ni nini? Nikamwambia the last thing naweza fanya ni hiyo. Nimwambie mimi the last thing. Nakwambia kuna siku tulilala tu tulikuwa tunapigana tu, lakini kesho asubuhi tunaamka tu tuko sawa. You know you are dying silently. Ile utaki kudisclose kwa anyone, unataka tu ukufe, you protect the mchungaji. Unaona sasa by the end of the day hii ni picha ya mchungaji. Wewe ndio unaenda kukua mama kanisa. Kwa ACK unajua wewe ndio mama kanisa. Unafaa wewe upeane advice, ufanye nini. Kwa hivyo you are dying silently. Hakuwezi disclose anything. Na that is what ilikuwa inafanyika. Njoo kama saizi wenye walimwambia alisema aliambiwa Agnes she is talking too much, kuna mambo za kanisa hata wahi kumbali kuweka secret. I'm talking too much. Yes. Ati mimi nita expose nini mambo ya kanisa, ati akikaa na mimi nita expose mambo ya kanisa sana. Sitakuwa mbimbi ya mchungaji mwenye akona secret. Unaona? Sasa unashindwa. I have been keeping quiet na hii security ya kutaka kuningia nyuma, hata wachungaji hawanjui, isipokuwa mchungaji mmoja tu ndiye alijua. Niambia Agnes, mimi nimesomea psychology na najua there is something ili happen, na kuna kitu Samuel anakataa useme yenye ndio maana hataki muongee. Njoo kwa nini hataki? Njoo marriage ikiwa na shinda, watu wanaanzanga kwa wazazi, ikizindikana kwa wazazi wanaenda kwa wachungaji, ikitokana wachungaji sasa ndio wanaenda kotini. Kwa nini yeye alikimbia kotini? Na after kwenda kotini ananitumia kazini yake akuja niambie yeye anaanja na kesi. Yeye ako anaanja na kuniset free. Alikimbia kotini kufanya nini? Alienda kotini kufile divorce. Na kwenda kufile divorce, yeye mwenyewe anatumana niambiwe. Njoo najua wakati mimi niliona hiyo nini ya kotini, mimi nilinyamaza. Then nikasema hata sitashindania na kushinda kwenda kupinga, acha iende through. Sasa there is one of my friend nilimuonyesha, akaisoma, akaniambia Agnes, do you know the meaning of bigamy? Nikamwambia no. Akaniambia bigamy inamaanisha ulikuwa in another marriage.
Kwa hiyo na although yeye alikuwa ameandika yeye ni mchungaji, hawezi oa bibi alikuwa na bwana mwingine na huko ni the same na kuoa bwana ya bibi ya mtu. Unaona, alikuwa ameandika all sort of things. Akaniambia in Kenya bigamy ukipatwa nayo unafungwa miaka 5. Uko tayari hii kesi iendelee ufungwe miaka 5 acha mtoto wako? Akaniambia tuendelee na hii kesi. Huyu mtu aende approve kwa koti ni ukweli huyu another marriage. Kwa hivyo mimi nilikuwa nimwachilie tu hiyo divorce ipite, na akaniambia not even that. Huyu mtu anataka kukua clean. Amesha advisiwa nao wachungaji aende ingali mapema ndio analify the marriage, abaki yeye na ile status yake ya nini ya window. Kwa hivyo ingeenda that fast, alikuwa yeye kuna defy marriage, inamaanisha yeye abaki tu na ile status yake ya kusimama mimi ni window, sikuwa nimeoa tena. Ataki sasa ile kitu iingie kwake ile andi ashandifuse. Ndio alikuwa anataka ipite that fast. Akaniambia no, this is not the way to do it. We want him to clarify. Hii marriage yenye alikuwa ina exist ni gani? Na koti haina shortcut. Lazima ulete evidence. Utakuja kusema na niliambiwa. Juu yeye alikuwa amesema nilimwambia family. Kitu fambo unaweza enda kupeleka kotini. Hiyo fambo kwa nini hakunipeleka kwa bishop aende niulizie hapo family? Uliniambia family you are in another marriage. Is that true? Kwa nini hakunipeleka niambie hivyo? Kwa nini hakunipeleka kwa wazazi? Uliniambia family ulikuwa in another marriage. Ni ukweli? Kwa nini? Alinjua mama yangu she talk the truth, alimwambia, waliongea. Everybody au makazini zake they are very okay, wanasema sisi tuliambiwa. Kwa hivyo asijui kwa nini Agnes anasema Agnes hakujua Agnes was married before. Na not even that, ndoa ya 12 years unaweza kuja kunjajia mtu alikuwa ameoleka. Nani mwenye ana past yake? Juu yeye vile akona mapasti mingi mpaka kama saizi what if because he was once he was a street boy. Was if ningekuwa namuimbia ulikuwa street boy. You see? Kwa hivyo sasa nini hiyo nilifanya hata mimi mwenyewe niende kotini tafute wakili anisimamie juu mimi sitaki kushindana na yeye kotini, sina hiyo time. I'm not aindo kama yeye. Kwa hivyo sasa kesi iko kotini. Na bishop anajua history yote. Bishop anajua one thing, this man was married. Si ni ukweli? Bishop hawezi kuwa anjui. This man was married. Marriage iliisha na 1 month. Ulingangana kunjua kama bishop kwa nini marriage iliisha? Haya, na unajua mtu ana bibi alienda huko njua. One thing, wakati alinitumia hizo nini za koti, nilitumia assistant bishop, nikatumia archdeacon wake na nikatumia bibi ya bishop. Nilimfuandia hizo manini juzi una nini through the WhatsApp. Kwa hivyo niliwafuandia. Kwa hivyo they have them. Bibi ya bishop anaweza kuwa nayo kama bishop ana. Na not even that, niliambiwa ameishi anaendanga kwa ofisi ya bishop. Kwa hivyo they have been talking na bishop. Kwa hivyo bishop knows about this marriage. Anajua everything about it. So unafikiria bishop ndiye anachangia pakubwa? Mimi ile kitu mimi najua one thing, sijui kama anachangia ama achangia, don't know, lakini one thing ile kitu nilikuwa nasema ni ati mimi nilikuwa mkosanji in one way or another. Si ni ukweli? This man was mkosanji too in one way or another. Si ni ukweli? Mtu mmoja kwa nini tuseme mimi nilikuwa mkosanji? Si ni ukweli? Naweza fungwa bila kuambiwa makosa yangu? Siwezi fungwa. Kwa hivyo mahali naonanga bishop ako into this thing ni monja. Kwa nini hakupata nini ya kuniita aniambie Agnes vile uliletwa kwangu? Si uliletwa kwangu introduction na nimekuwa nikiwafanyia guiding and counseling. The same thing kunja hapa, kaa hapa. What happened? Nini ilifanyika? Nini ilifanya ukaolewa within 1 month? Na not even that, anasema mimi nilitoka kwa marriage, mimi nilitoka bila kumwambia. Alisema na the same person anasema nilitoka after kumdisclosia I was in another marriage. Hao ni watu wawili ama ni mtu mmoja anaongea. Na niye tu anasema kwa nini ya kuachana ya divorce ameandikisha nilitoka bila kumwambia. Hakujua nikitoka, alipata nishatoka. Kwa nini anasema after kumdisclosia I'm in another marriage ndipo nilitoka. Unaona? Kwa hivyo this man he is contradicting everything. Na ndio nilikuwa nasema
nani bishop angeng'ang'ana kujua huyu mtu na amwambie talk the truth. Hii hata club yenye unasema Agnes Odina club, ulikuwa unainjua mtu wa club unaweza kuwa nauza club na masazi zile mingi tuko na yeye, tunashinda na yeye. Kuna wakati anatumwa mpaka alikuwa anatumwa mpaka mazishi na huku Western tunaenda na yeye. Nimeacha na mimi ni mfanyikazi wa club, kwani naacha nimefunga club naenda? Mambo yote hakuna kitu wako anajua. Movements zangu zote tulikuwa tunashinda the whole day na yeye. Kwa wiki ile siku atuka tunaonana na nilia sana ni Wednesday. Wednesday ndio siku yake ya ofisi. Na anaweza toka hata kwa ofisi akuja mpaka kwa nyumba. Na kwangu kwa nyumba alikuwa anatoka mpaka saa 5 ya usiku. Watoto wake wameishi kwa nyumba yangu. Kwani huyu mtu wa club alikuwa na waka kwa club saa ngapi? Nilikuwa na waka saa ngapi? Do you regret kupatana na huyu pastor? By the way, na regretting sana. That is the worst mistake, the worst mistake I did in my whole life. Na ni mesi yenye nilijiwekea mimi mwenyewe. Do these red flags niliziona sana. Niliziona. Lakini mimi mwenyewe I ignored the red flags. Na alafu kitu ingine mimi naweza taka mimi out of one thing ile kitu najua ile kitu moja najua, kanisa si mbaya. Unaona? This is the body of Christ. Na watu wenye watachukia kanisa ya ACK juu ya tabia zenye zinafanywa ni wengi. Unaona? But this is the body of Christ. Lakini wale watu wako hapo ndio wanaharibu sifa ya kanisa. Juu unajua kama saizi ni ujenge nyumba kama hii. Nyumba kama hii ukijenga watu watakuwa nasema ile nyumba fulani naichukia. Na naichukia kwa nini? Juu ya nani dia mwenye hiyo nyumba. Unaona? Kwa hivyo mimi ile kitu najuanga vizuri sana. Na najuanga vizuri sana. Anyway, I sina. By the way, ni mimi ni mwenye dhambi, sikatai. Mimi ni mwenye dhambi sana. Hata Yesu hakukufa kwa wenye watakatifu. Lakini kitu najua hukumu, ndio maana Biblia inasemanga hukumu itaanzia pale mbele. Kwa nini itaanzia pale mbele? Kwa zile vitu hao watu wanafanyanga. Kitambo itufiki itaanzia huko mbele. Kwa zile watu wamekuwa wakizifanya, wakinjua wako na hizo nguo, wao they are holy, wao ni watakatifu, na zile vitu wanafanya. Kama sasa hizo unasikia anani threat, yeye anabadilishanga nguo ya mbraka na ipindua, ati anaweza kunenea kitu yote na ufanyikie vibaya. Yeye anakuambia I have power. Mimi niko na power ya kukas ama kubrace. Yeye ameishi tu na threat kama hizo. Unaona? Kwa hivyo huyo mtu hakuna siku yenye unakaa na yeye kama bibi yake, lakini uko na ile uoga, this man anaweza fanya anything kitu fulani kufanyikie. Akai ni kama by the way, one thing kitu najuanga si kuoa a friend. Juu one thing you are supposed to marry a friend. Someone na friend ni yule mtu mwenye ako kwako kwa mashinda, kwa machozi, kwa raha, kila kitu. Na mtu mwenye anaweza nini roho yako. Ati wakati nimeambia huyu mkitu fulani inamfurahisha ama inaua roho yake. Unaona? Mimi by the way anga na regret kabisa by the way na regret kabisa ile siku nilimiti huyo jamaa. Na regretting kabisa. Na hata nilikuwa nasema tafadhali wakati tulikuwa ameniblock ningeishi tu nimeblokiwa. Kwa sababu najua your ex-husband ama pastor ata watch hii video, unaweza penda kumwambia nini? Mimi hata akiwatch hiyo video, mimi one thing ile kitu naweza mwambia, mimi hata afadhali angekunja kwangu kuliko kuniwekelea makosa yote. Na hata nitakuwekea nini moja, one of the mchungaji wao akisema, alikuwa ananiita na Kikuyu, muiretu ucio are muitu. Unaona? Yes. Aikete alikuwa huyu muiretu ucio are muitu. Unaimagine hiyo the uzito iko na hiyo jina alikuwa ameolewa kwa na anamwambia ati nini assistant bishop ndiye alitoka na hiyo maneno. Huyu msichana alikuwa mkora, alikuwa ameolewa na bwana mwingine. Sasa alikuwa amekuja kuolewa na huyu mchungaji wetu amepitishiwa shinda sana na huyo mwanamke. Swali ni moja, hizi shinda zenye asemangi kwa nini aseme nilimpitishia ni gani zenye anafunikianga? Junisikia alienda kwa bishop alilia sana akisema ati made a long decision. Mimi hata mwenye make decision long decision hata ni mimi. Ni mimi kabisa. Juu mimi I was into marriage na nilikuwa na mtu mwenye alikuwa into marriage.
na alikuwa ati wanasema walikonikuni kusema hakuwa amemoni bibi yake ya kutosha. Mimi ndio nilimzuia kumoni bibi yake. Mimi nilikunja kwa live yake when he was walikuwa amekaa mwaka mzima na bwana bibi yake kutoka bibi yake akufe. Kwa hiyo ni period moja alikuwa amedate wasichana more than 10. Sisi zote hatukukuwa mama mmoja, hatukukuwa na weakness zinafanana. Mwingine anamuitisha pesa, anamwacha. Mwingine anafanya nini? Mwingine yani anakupea visababu za wasichana. Unaona hapana. Maybe hizo vitu zenye alikuwa anaficha mpaka Bishop anajua. Mimi sijui kwa nini I'm suspecting that. Na why am I suspecting? Because kwa nini Bishop hii mambo alitaka ishe that fast ama alipinga that fast? Njoo kama haku anajua. Na unasikia alikuwa anashinda kuniambia Bishop anamjua. Hata Bishop hata alikuwa anamtafutia aliniambia ate Bishop alikuwa anamtafutia mbimbi. Ate akamwambia ate kama umekosa bibi wa kuoa si uniambie nikutafutie. Ate mchungaji mwingine anakuanga na yeye huko nini alimwambia kuna wasichana 4 kwa kanisa na wako serious sana na ndoa, si akumbali amtafutie mwanamke mmoja wa hao aoe. Kwa sababu Bishop ataona hii video. Naweza taka kumwambia nini? Bishop. Mimi kitu naweza mwambia Bishop by the way nampenda sana. Ako na maneno mazuri sana yani anakuguide kabisa na kusomea kila kitu. Lakini mahali alimezi na mahali alifunja roho yangu zaidi na alifanya mpaka wa leo I hate church. Niyo kitu yenye alifanya njoo in the church is the only place unaweza pata nini justice. Na if you in the church you cannot get justice, where else can you find justice? Nowhere. Because mimi nilifikiria as a father, because he was there all through for us, he could have been there for me. Atake kunjua out of Samuel kuongea kumwambia mambo yenye alimwambia about Agnes. Alitaka kuconfirm kwa Agnes kama ni ukweli. Na alitaka kuconfirm kwa wale wachungaji wangu wote wamekuwa under mimi. Nimekuwa under them. Kama hiyo mambo yote mimi ni muuzaji club, mimi ni alitaka kuconfirm. Alikumbali tu ile mchungaji. Ni kumaanisha anji the mchungaji is holy than Agnes. Kwa hivyo mimi ndio mwenye dhambi zaidi. Naoni kama mchungaji anaweza kuwa mbaya, lakini the mchungaji mwenye anakaa na yeye huyo ndio yeye sasa. The real mchungaji niyo. Hiyo mambo ingine yote anamuona. Juu unaona kama mimi saizi am working, si ni kweli? Kwa mwenye mimi nafanyia kazi au be so good. Si ni kweli? Yule mtu niko naye kwa nyumba, ila msichana wa kazi ama mtoto, ndiye anaweza peana karakta yangu. Lakini mtu mwenye sijakaa naye kwa nyumba, mwenye tunafanyisha kazi na yeye, hawezi jua karakta yangu. Kwa hivyo alikosa kutaka kujua karakta ya mchungaji mwenye ako naye na yeye, akamtrust zaidi na akamhurumia. Na that man is anakuanga into sympathy. Anatakanga kuhurumiwa. Nilikufiwa. Unaona? Njoo kama alijua vizuri sana hakuwa ameheal. Sidhani angekuwa na anja ya kwenda kungangana na wasichana. Angetake enough time. Njoo ni watu wengi sana wamekufiwa na mtu anasemanga mimi nilitaka take time watoto wangu wamalize kusoma ndio nifikirie mambo ya kuo. Nilitaka kwanza ni take enough time ndio at least nisikie I'm stable, I can remarry. Kwa nini huyu mchungaji na kwa nini hakutaka kufuatilia hiyo mambo? Kwa nini huyu mchungaji alitake quick decision? Ana second huyu msichana mwenye alikuwa na date wa kwanza anakuanga Ruiru. Anajulikana. Ajue kwa nini alianzia kudate that fast. Kuna msichana mwingine alikuwa bandika na date mwingine yako Thika. That lady she is in Thika ACK. Hata yeye alitaka kudatiwa na huyu jamaa na akamdate waliachana. Njoo alikuwa huyu mchungaji ni ule wa pesa. By the way anakuanga into pesa all through. Umpe everything is into him. Mimi mara mingi amenikopa mpaka pesa. Kitambo kurudishia hiyo pesa mpaka mnakosana. Unaona? Kwa hivyo mimi naweza ambia Bishop he could have given me time. Angenipea time na nisikize. Aniweke makosa yangu yote huyo mchungaji wa mwambe it is the high time uwekele makosa yote ya huyu mtu hapa kwa meza. Wakati wazazi walimuuliza nyumbani alisema mimi nilikuwa kichwa ngumu na njia gani? Kutosema unaona ningekumbali nikae na watoto kwenye naishi na yeye akae kwenye naishi peke yake, saizi tungekuwa mbandu kwa marriage. Yenu ukae kwa marriage unafinyika.
yenye unavumilia, lakini si marriage yenye you are happy for it. Tukimalizia, ungependa kuambia nini watazamaji wetu? Vile naweza waambia, when you are dating, don't rush to these men of God. Msirush kwa hawa watu. Wamejificha sana kwa hii madhabahu. Hizo madhabahu wamejificha sana. Na alafu ukiona red flag, always don't ignore. Na usitake to be given advice by anyone when it comes to your life. Hata kama ni mama yako ama kama ni nani, asikupe decision, just make your own decision. Usitake kuadvisiwa. Na mimi mpaka saizi nikiona mchungaji naendanga kama risasi. Siwezi taka hata kudate mchungaji saizi. Hata si hata even a pastor, even na mtu tu akuja niambie mimi niko na kanisa wapi, naambia okay, thank you, full stop. Juu niliona ile mambo yenye inafanywa kwa hizo madhabahu, na ile mambo watu wamefichana huko ndani ndani, wewe anafanya hii na amefichwa na mwenzake. Naona no. Na washirika utawaambia nini? Mtu nianjue vile ameitanishwa na Mungu wake. Asifuate ya hao wachungaji. Njoo hata tukienda mbinguni hakutakuwa na uchungaji. Kutakuwa kila mtu atapiga rogoti lake. Hivyo tu ndio nazoambia. Mtu asitoke kwa kanisa, ni akae tu kwa kanisa. Mimi kutoka kwangu kwa kanisa ni kujipendea na sitatoka forever. Kuna wakati itafika nitatafuta kanisa yenye nitajoin. Juu in this church still kuna watu wanahubiri Mungu na wako na njia utakatifu in these churches. Kwa hivyo si watu wote wamba. Kwa hivyo siwezi sema ati kila mtu mchungaji ni mbaya. Ni vile mimi trauma yenye niko nayo wachungaji siwezi taka. Agnes, ningependa kujua huyu bwanako alikuwa na marafiki wanaume na relationship yake akiwa na wao wanaume ilikuwa inakaaje? Hiyo ni swali nzuri. Mimi wakati nilienda kwa Yesu wa kanisa, aliniambia wamejaribu kuulizana na kutafutana. Ati aliniambia mimi Agnes, saizi bibi yangu anipate niko na BF vile yeye anja nizoea, ako na rafiki yangu anaweza enda kumuuliza, kwa nini huyu ana behave hivyo? Aliniambia sisi tumengangana kujua Samuel rafiki yake ni nani, hatunjawahi njua marafiki wake. Wao hata wao walishindwa ni nani rafiki wake wa karibu anaweza muadvise ama anaweza muongelesha. Aliniambia walikunja hawakujua marafiki wake ni wagani. Juana rafiki. Kila mtu akiulizwa nati mtu fulani mnakuwa close naye, anamwambia hapana, mimi si rafiki yangu. Kwa hivyo ni mtu ana marafiki. Kwa hii kanisa huyu mchungaji najua mpaka sasa hivi bado anahubiri, si ndio? Vizuri sana kwa madhabahu yako. Na watu na watoto wanaendaga kwa hiyo kanisa. Na sasa hivi kuna watu wanamuitanga ni baba wa kiroho. Hao watu unaweza ambia nini? Of course tu yo baba juu sitaki kuambia. Unajua sasa alikuwa mkosanji kwangu wako wakosea ya wao. Na another thing, kila mtu anaweza sema huyu mama anaongea saa hizi njoo aliachana. Lakini si kupewa nafasi kabla tuachane niongee. Juu nilienda hata kwa Archdeacon niongee naye kabla hata tunjaachana. Ndiye amuongeleshe. Na wakati aliniambia tu namuita ananiambia all is well. Lakini si Archdeacon angemwambia all is not well. Your wife was here. Na aliniambia hivi na hivi na hivi na hivi. All is not well. Kwa hivyo nataka kuongea na nyinyi. Kwa hivyo mimi si ati nilianza ati kulalamika njoo tumeachana. Hata nimekuja kwa hii njoo nimeona the other nini kasema this church, what's wrong with this church? Lakini ile kitu iko ni moja. Si ati nimekuja njoo tulikosana, njoo ati nimeongea. Nilikuwa naiongea hata before tuachane. Hata nikasema aitwe. Ndio tuweze kuongea kwa Archdeacon tuende kwa ofisi. Archdeacon nikimuuliza na umemuita, ananiambia nilimuita lakini kumuongelesha ananiambia hamna shinda. Unaona? Na sasa Archdeacon ndiye angemfinyilia amwambie na acha nikwambie ukweli iko bibi yako alikuwa hapa. All is not well. So si machungu uko nayo kwa sababu mliachana? Sina hata machungu. Hata kidogo. Na kuna kitu naulizia. Na hata kuna watu nakaa nikiuliza, nani mwanyange ataka kuitwa mama kanisa? Hiyo ni jina kubwa. Kuna mtu angechukia kuitwa mama kanisa. Kwa hivyo mtu anafaa kujiuliza kwa nini alijitoa kwa ukanisa, kwa mama ya kanisa, kukanga pale mbele na kibeti umebebewa. Hakuna mtu angefurahia hiyo maisha, ilikuwa tamu. Lakini kwa nini iliopt kutoka? Kwa hivyo mtu ajiulize hiyo swali. Na mtu maybe akitaka kupigia simu au kukupata atakupata aje? Namba yangu ni 0720
926 784. Asante sana Agnes kwa kuja kushare your personal story, and I hope mtazamaji wetu ataweza kuwa akilearn a few things from what you have gone through. Thank you.